Sababu moja, kwa nini tumwabudu Mungu? Kwa sababu ya uumbaji wake. Ukitafakari uumbaji wa Mungu, kwanza ukijitafakari ulivyoumbwa. Daudi akasema hivi, Daudi akasema ninapojiangalia nilivyoumbwa mimi, kuumbwa kwangu kwa shangaza. Kwanza ulivyoumbwa wewe. Hivi tuko wangapi jamani? Duniani tuko wangapi? Lakini mbona kila mtu ana sura yake? Mbona hatufanani kivile? Kwa sababu ya uumbaji uliotukuka wa Mungu. Lakini pia Mungu alivyoumba vitu, alivyotenganisha kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza, ukiangalia ukisoma ule uumbaji, unasema kweli Mungu wewe ni wa kuabudiwa. Halo. Kitabu cha Mwanzo ukisoma ule mlango zima wa kwanza, wewe soma maliza, lakini sio sasa hivi. Lakini pia Zaburi ukisoma mlango wa 19 mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi, mbingu za hubiri utukufu wa Bwana, lakini anga latangaza kazi ya mikono yake. Mbingu za hubiri utukufu wa nani? Lakini anga latangaza kazi ya mikono. Jamani, amina. Huyu mtunga Zaburi alipoangalia uumbaji, aliona kila kilichomuumba kinamtukuza. Kwa hiyo anapaswa kuabudiwa. Sema amina. Lakini pia jambo la pili, tunamwabudu Mungu. Jamani, yako mengi lakini mimi nakukumbusha machache. Ni kwa sababu ya upendo wake na wokovu wake kwetu sisi. Ukisoma Yohana mlango wa 16 mstari wa 3 unasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Yaani ule upendo wake na ule wokovu uliotuletea sisi unatulazimishwa tumwabudu yeye. Hii ni sababu tosha. Mimi na wewe tungekuwa watu wa hovyo kama sio neema ya wokovu, kama sio ule upendo wa Mungu kutukumbuka. Mimi na wewe hatukupaswa kuwepo hata hapa duniani. Hapa uzuri ulionao usingewepo. Lakini kwa sababu Mungu ametupenda akamtoa Yesu Kristo kuwa kafara, tumeonekana wazuri. Lakini tunapaswa kumwabudu kila siku kwa uzuri aliotutendea. Halo, sema amina. Pale katikati sema amina. Wewe ule niangalia. Mungu akubariki sana. Ukisoma kitabu cha Rumi mlango wa 5 mstari wa 8. Namba hii tusome. Rumi mlango wa 5 mstari wa 8. Hii mbona naipenda sana. Bali Mungu alionyesha pendo lake yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe Mungu alionyesha kwetu pendo lake. Kwetu sisi. Kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu. Kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu. Tulipokuwa tungali wenye dhambi. Asante sana rafiki. Ule upendo umemsababisha tuokolewe. Kwa hiyo tunapaswa kumwabudu. Jambo la mwisho, kwa ajili ya uaminifu wake kwetu. Mungu ni mwaminifu. Hakuna kitu Mungu ametuahidi hajafanya. Hakuna kitu alichomwahidi mwanadamu Mungu hajatenda. Labda mimi na wewe tukumbuki tu. Ukisoma peke yako, soma Kumbukumbu la Torati mlango wa 7 mstari wa 9. Hii namba tungesoma, lakini andika mwenyewe Zaburi mlango wa 33 mstari wa 4. Zaburi 33 mstari wa 4, lakini Kumbukumbu la Torati mlango wa 7 mstari wa 9 namba tusome. Alafu nitakuwa nimefikia mwisho kwa saa hizi. Kumbukumbu la Torati sura ya 7. Mstari wa 9. Mstari wa 9 Biblia inasema. Basi jueni ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu. Mungu mwaminifu. Ashikaye agano lake. Anayejua kushika agano lake. Na rehema zake. Tena kwao wampendao. Na kushika amri zake. Hata vizazi elfu. Asante, hata vizazi elfu. Jamani, amina. Mungu ni mwaminifu kwa maisha yetu. Hakuna jambo Mungu amewahi kuagiza au amri zake hajawahi kuacha kufanya.
Aliposema anabariki, anabariki. Aliposema anaokoa, anaokoa. Aliposema anaponya, anaponya. Aliposema hautalala, na hautalala njaa kweli. Jamani, amina.